Jamani Mbengo. Maka shika mic yangu. Squads kidogo. Hapo twende, hapo sawa. Tuko sawa? Yes bwana, siku leo kwenye exclusive tuko na Chinga. Jitubadi kabisa. Mambo vipi ndugu yangu? Milembe hapa bad boy. Nakwaje? Shwari. Bwana wazee mko poa? Kwanza hongera sana Ibra bwana. Beiche imekuwa ni bonge la ngoma ndugu yangu kwanza. Tukupe hongera kwenye hilo ndugu yangu. Shukrani sana. Shukrani sana, lakini pia nimefurahi mwana ndugu zangu wengi hapa nadhani nimekwepa maenza view. Nimewakimbia. Mmenifuma leo. Tunaanza na yupi hapa? Ibra, umekuwa ni muda mrefu umepita huko nje ya Konde Gang na maswali kwa ni mengi sana. Ibra ataweza vipi kusurvive nje ya Konde Gang? Nataka nisikie take ya kwanza. Maisha nje ya lebo yakoje sasa? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na imekuwa ni kitu kizuri pia kwa sababu tumeapprove pia wale ambao walikuwa wanajiuliza kwamba watawezaje kusurvive, kazi wanaziona na zitaendelea kutoka hivyo na zitaendelea kuwa na uzito zaidi kuliko ambazo zimetangulia. So ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Pengine sasa kuna ugumu wote ambao ulitokea labda sababu na mimi kuna wengine ambao wanatoka afu bana bora nisingetoka bana. Sijawahi kuwa na hiyo akili kwa sababu mpaka nawaza kutoka nini. Mimi ni binadamu mwenye akili timamu. So sijawahi kuwaza kurudi hata kuwaza kupiga simu kuomba chochote kutoka ambako nimetoka. Na namshukuru Mwenyezi Mungu nimesimama, niko na timu yangu ya gang wanangu. Vitu vyangu vinavyoendelea, video sijui kushuti, sijui unaona tunakuja kwenye ma interview, chochote unachokiona Ibra anakifanya na spend hela yangu mwenyewe. So au kupewa chochote kama bana hebu kaanze nacho kama ambavyo Lava Diamond alisema alimpatia chochote. Wewe ulipewa chochote? Walinisamea 1 bilioni. Ila nashukuru. Fungu lolote hapa kwa Fulani. Okay, sawa. Nikupongeze pia ulienda Burundi pia kule na nini, mambo ya harusi alikuepo, of course wa Tanzania bana ukupeleka, lakini congratulations. Nataka tupae ilikuwaje sasa bana, imekuwa nyingi sana watu mnachukua. Imekuwaje bana? Tanzania kwaje? Hapana, mapenzi ni popote na mapenzi yako yana aina nyingi. So mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeona ni mtu ambaye anaweza kunisikiliza. Lakini pia sio mtu ambaye anakaa kunipigia makelele. Mimi makelele na mimi ni vitu viwili tofauti. Sababu mwenyewe ni makelele tosha. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, sawa. Turudi kwenye hili bwana Ibra. Leo tumesikia hapa ukizungumza kwamba Diamond shayuka naye. Na katika vitu ambavyo uliwahi kuzungumza naye umesema kwamba Diamond ni mtu ambaye yuko vizuri sana. Hapo na hizo umeishi naye muda mrefu. Wewe unasema Diamond ni mtu ambaye yuko vizuri zaidi. Ni kwa sababu ni mtu ambaye nimekutana naye kwa muda mchache, lakini vitu ambavyo nilipanga naye kwa huo muda mchache niliviona vina mwelekeo kuliko sema ambayo nimekaa kwa muda mrefu na nilipanga vitu vingi ambavyo huenda hivyo ningeshia nayo leo ningekuwa siku hapa. Na umezungumza kabisa, umekiri kwamba uko tayari kusainiwa na Diamond kama ikitokea. Ikitokea ni biashara. Hata wewe brother kama una mtonyo tu tunakaa hapa tunataka mchawi pesa familia. Okay, Ibra, hauogopi pengine kusainiwa WCB wakati ulitoka Konde Gang kulikuwa na mtafaruku, huogopi kwamba pengine label zile Tanzania ni wewe? Na ndio maana nikasema ni biashara. Kwa hata mzee Diamond akija ni paper, karatasi linasema nini? Mkataba ambao tuna sign, kwa sababu mkataba ndio kila kitu, mkataba ndio biashara. Na hayo ndio yanakuwa ndio makubaliano ya biashara yangu mimi na yeye. Kwa inategemea naye analeta biashara gani. Kulikuwa na ugumu gani hasa wa Ibra before kuja kufanya interview ya Safi? Kwa sababu leo baada ya kama jana kuposti nasema mikataba hiyo inakataza sana kuja kufanya interview ya Safi. Hapana, haikuwahi kunikataza na sikuwahi kukatazwa na mtu yote, lakini kutokana na muziki ulivyokaa kimatabaka, so huwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu tuonekane snitch. So tulikuwa tunamuonyesha kwamba tuna love na wewe kabisa kutoka moyoni, si atu fake. It's fake life bro. Yaani wewe ukinidisi mimi nitakudisi mpaka nakufa. Umeona? Kwa kama imetokea mtu kamesa up, ni maisha na the end of the day maisha yanatakiwa yaendelee. Uliposti asante ukaweka Simba pale na nini watu wakana zile mwenyewe nilikuwa najuza sana. Ibra kana maisha nini hasa ya asante ilikuwa na maana gani hasa kwa ndani? Diamond tukimpa asante, Diamond tunampa asante kwa vitu vingi kwa sababu Diamond ni mtu ambaye anafanya vitu vingi. Hata leo kizungumzia msanii ambaye amepush sana muziki wa Tanzania kwenda sehemu nyingi tofauti. Lakini pia nilikuwa na support mzee katoa kazi yake ile juzi. Vijana tu sasa hivi wanatoa ngoma mabaya. Sikiza ngoma Diamond kaandika, kapanga mistari na mzee au kijana. Yako yuko vizuri. Nafikiri ni asante, labda kuna kitu inawezekana Simba amefanya kwako ndio maana Ibra kaamua kumpost na kumwambia asante. Mkijua vitu vyote kesho kutoa mtona vitu vingine. Lakini kipo ambacho amefanya kwako. Of course. Okay. Ilikuwa rahisi kwa sababu unajua
miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiuvaa ugomvi wa Konde ni Ibra. Of course mlikuwa ni kama familia na mara chache tunaona ikitokea battle za Harmonize na Wasafi, Ibra utakaa mbele kupigana hiyo battle. Ilikuwaje rahisi kwako kumpost Diamond na kuanza kuwa mnazungumza pengine na kazi na vitu kama hivyo? Asa kwa sababu pia mtu ambaye nimejitoa kwake nikapambana, mwisho wa siku ameniona wa nini sasa. Kwa nini niendelee kupambana na kitu ambacho nahisi sio, naona kabisa sio sahihi, kinanikula mimi tu, kinanikula energy. Kwa sababu mwisho wa siku natengeneza ugomvi. Kwa mfano mtu kama alivyo Rayvanny nimeanza tu kumcheki juzi tu hapo, na namwambia mambo ya collab, bwana ingia huko anatokea huko. Unaona kabisa kwamba mchizi kumbe alibaidi aliketi, umeona. Lakini at the end of the day ni maisha na yanatakiwa yaendelee. Kwa mimi nimeona hamna sababu ya kuwa na matabaka magomvi. Mimi sina ugomvi na mtu tu. Moyo wake unauzungumziaje? Kwa sababu pengine kwa mwingine ingekuwa rahisi kukunja, hata kama ungemcheki labda asingekubali mzungumze na kukusaidia, lakini babu yako Diamond, ila kwake imekuwa rahisi, amekupokea na pengine kuna vitu mmefanya. Moyo wake unauzungumziaje katika hali kama hiyo? Kwa sababu ni mkubwa na ndio mioyo ambayo tunahitaji wasanii ambao wanajiita wao ni wakubwa, wawe na mioyo ya kuruhusu vitu, wawe na mioyo ya kusamehe, kwa sababu wao ndio wanajua hili game zaidi kuliko sisi ambao tumekuja juu, right? So leo kwa mfano mimi nilizungumza juzi kati hapa kwamba Diamond hajanisalimia, amekimbia mkono wangu, right? Kwa sababu kama una ugomvi na Harmonize, sisi tunajua kwamba nyinyi mna ugomvi wa biashara, right? Lakini usilete kwangu mimi, kwa sababu mimi ninachoamini wewe ndio uliotangulia, wewe ndio mkubwa. Leo na kesho kutwa mimi nikikwama natakiwa niodike kwa Diamond, nimwambie mzee, mimi nimefika hapa, huko naona mambo hayajakaa sawa, tufanyeje? Right? Unanisaidiaje ili nipush? Lakini leo ukiona nikataa tafsiri yake, nyie ndio mnaua muziki sasa. Mnaanza kuua nyie muziki. So, niliongea sio kwa sababu eti namchukia Diamond, mimi siwezi kumchukia Diamond, na ukimchukia Diamond wewe ni msanii wa Tanzania au unafanya muziki bongo, wewe utakuwa akili zako zina matatizo. Okay. Ningeomba kujua kitu kimoja, Ibra. Yawezekana pengine kwenye zile kudai haki zako, hakimiliki labda ule ambao tu bilioni 1. Simba kuna mchango pengine amefanya kwa engo fulani kusababisha pengine Chinga kupata haki zake miliki, lakini pia na masuala madai ya B na vitu kama hivyo. Kuna sehemu amekusaidia hapo? Yeah, of course. Yeah, amenisaidia kwenye vitu ambavyo alisimama kunisaidia, lakini nilikutana naye pia nikazungumza naye na akaniambia kama kuna uwezekano mimi nitaendelea kukusaidia zaidi. So mimi namshukuru sana kwa sababu ni mtu ambaye alinionyesha moyo wa kwamba kijana unatakiwa usimame, talent yako inatakiwa iendelee kuchanua, usiwe mnyonge. So yeah, I appreciate you. Yeah. Ibra, kutakuwa na continuity ya ukaribu wako wewe na huko WCB, kwa maana tuliona Angela alivyoondoka, alikuja WCB alipewa gari na Zuchu, lakini mwisho wa siku mpaka sasa hivi amepotea. Labda kwa upande wako wewe haikupi mshtuko wote katika kazi? Mimi sina mshtuko wote kwa sababu niko sawa, na ukiniona nazungumza nimetoka mwanzo kwamba ni binadamu mwenye akili timamu. Mimi na akili zimetimia kichwani, kwa siwezi kufanya vitu ambavyo nahisi vina understatement au vitu ambavyo baadaye vitakuwa ni nothing, kwa sababu mimi ni kijana na familia, nategemewa na wazee na watu kibao na wanangu. So yeah, top 3 yako wasanii bora kwa sasa hivi Tanzania, unaweza kuweka nani na nani wasanii bora? 3. Mimi naona wasanii wote kila mtu anafanya kwenye engo yake bora. Sina msanii bora kwa sababu mimi nasikiliza nyimbo ya msanii yoyote na sijawahi kuwa jaji wa kujaji wasanii. Simu ya kwanza ya Diamond baada ya kutoka wa Konde Gang, alikwambia nini sasa? Tuliongea tulivyoongea, tukakutana tulipokutana, tukazungumza tuliyozungumza. Usitaki kujua vyote kesho. Ibra, nini hasa kimetokea baina yako wewe na Bando MC? Bando? Yes. Bando ni kijana mwenzangu na ni kijana ambaye mimi mwenyewe pia nilikuwa najitoa kumsaidia, kwa sababu leo tukizungumzia, hata leo ukirudi kwenye page ya Bando ukaenda kuhesabu likes alizopata kipindi ambacho alikuwa na magomvi na mimi, anaoita ni ugomvi, lakini mimi naona sio ugomvi, kwa sababu ananizulumu haki yangu. Anachukua kitu ambacho mimi mwenyewe nimekipambania, nimeandika mwenyewe chorus, nipe basi hata haki yangu, hata pasenti yangu, ili mimi niendelee kuishi maisha yangu mengine. Nataka watoto wangu wakizaliwa baadaye wasije wakuta hata riziki ambayo tafuta mzee. Sio sawa. Kwa la kuweka sawa hapo Ibra. Moja ya kitu ambacho nimekisikiliza hapo ndani ulisema kwamba unaomba collab na Diamond, at least hata kupata verse moja. Unaishi ukubwa ambao sasa hivi uko nao, kuna pushing yote ya Diamond anatakiwa usiki zaidi? Sasa Diamond, ukizungumzia Diamond tunazungumzia muziki sasa. Ule ndio muziki wenyewe, kwa muziki lazima uhusike kwenye muziki. Tukikutana na mzee akitubless inakuwa ni unyama zaidi. Sio kama eti akisupotupa collab tunashindwa kusonga, tunasonga kwa sababu sisi hatujazaliwa kufeli familia. Right? Lakini ni vizuri zaidi tukianza kujiengage na wakubwa, nao pia wakatengenezea mioyo mingine kwa binadamu wengine ambao wao wanaamini kutoka
kutoka mwanzo kwamba kwa wametoka. So yeah. Mimi nikurudishe pale pale kwa Bando. Umesema alikuwa anataka kukunyima haki yako. Yeah. Kivipi? Yeah, kwa sababu tumekubaliana pasenti za kwenye kazi. Nyimbo ikatoka. Pasenti hakutoa. Nikampigia simu nikamuuliza, akanikatia simu. Akanitumia message kwamba siwezi kuongea. Nikamwambia basi nisaidie tu hata namba ya huyo mtu ambaye anasimamia vitu. Hata asimamia hivyo vitu vya digital. Ili kama inawezekana, kwa sababu mimi niko na kampuni ambayo nimesign nayo mikataba. Nyimbo yote ikitoka lazima waje wa collect haki yao, sio mimi, right? Na ndio maana hata sikuona haja ya kugombana naye. Na mpaka sasa hivi ile video imerudi iko pale YouTube. Sijataka kushusha tena kwa sababu nimefikiria wakati anakuja mwanzo alikuwa anakuja na niomba, ananiambia hii brother anaomba, mimi mamangu amefariki tu juzi. Umeona akaona muonea huruma. Lakini pia nikiendelea tena kumfanyia hicho kitu ambacho nikiendelea kuwaruhusu wale waendelee kumfungia, itakuwa kama namnyanyasa, kama namuonea, afu ni kijana mwenzangu. Kwa hiyo mimi nimelizia waache yale na haki yangu, afu atamlipa Mwenyezi Mungu, mimi sina shida naye tena. Kwa mujibu wake yeye alichokizungumza, alisema kuwa alikuwa akikupigia simu na kukuomba nyimbo itoke, lakini ulikuwa hushiki kabisa. Siwezi kukuruhusu nyimbo yako itoke wakati mimi nina project. Nyimbo yako itakosa nguvu, kwa sababu nyimbo ili itoke iwe na nguvu natakiwa tufanye promotion ya kuposti. Tuposti, mimi nataka kupita ni shoot clip, ni posti nyimbo yako, ni right? Mimi nisipofanya hivyo, wewe Bando hiyo nguvu Bando hana ya kutrendisha nyimbo. Bando ana nguvu ya kutrendisha nyimbo. Mtandao gani jamani? Ibra, moja kati ya kitu ambacho kipindi kile imetokea ulipoachana na Konde, yaliibuka mambo mengi sana, lakini moja kati ya comment ambayo ulishakuiachia ulisema kwamba Harmonize alikuita chumbani na yeye mwenyewe akaja kuikanusha hiyo kauli. Pengine clear the air hapa mbele ya mic. Ilikuwaje? Yani bado kuna mashabiki walikuwa wanajiuliza kwa sababu hatakuwahi kupata tiki yako. Harmonize, speaking of Harmonize ni bro. Na haitobadilika kwamba atakuwa mtu mwingine atashindwa kuwa ni brother, atabaki kuwa ni brother na maisha mengine yataendelea. Lakini kuhusu swala hayo mambo tulishaongea, kafika kwenye baraza la sanaa kule, wakaweka na maandishi kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu tutakita tena tuzungumze. Kwa mimi naona tuliachia hapo, liishia hapo la swala la chumbani, Okay, Ibra, ulikuwa Burundi kwenye masuala yako ya ndoa na nikupe hongera kwa kuoa, lakini alikuwa mzee wako mpaka sasa hivi Harmonize tunamuona bado hajasettle vizuri kwenye mahusiano. Una lolote ile la kumshauri na pengine unafikiria na afudi wako, kwa sababu umekaa naye sana, alikuwa akibadilisha baadhi ya wanawake kwa rai. Wenda bado hajapata mtu ambaye anahisi ni sahihi. Hiyo mapenzi yana kaza. Wewe unalialia wewe ujioni kwenye simu yako. Mapenzi yana kazi sana. So mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na ikawa ni baraka pia kwenye mahusiano ambayo atakuja, kwa sababu ni mtu mzima. Afanye fisabilillah, maisha mengine yaendelee. Ibra, nini kitabadilika kwa sababu tumeona gengi ambao uko nayo sasa hivi ni ile ambayo baadhi yao walikuwepo kule Konde Gang. Kuna chochote ambacho kutoka na utofauti wa kule na hapa? Kilichobadilika, maana sio kitakachobadilika, ni strategy za kazi, ni kila kitu kimebadilika, kwa sababu Ibra hayuko tena alipokaa, maisha mengine yanaendelea. Na pengine tutegemee utasaini msanii mwingine pengine? Yeah, of course, kwa sababu ndio kitu tunachokiomba. Mwenyezi Mungu atubariki riziki zaidi na sisi tusupport vijana wenzetu. Hivi zile cheni ulizopewaga za Konde Gang umerudisha? Ama zilikuwa zimeshachuja za muda mrefu. Yani zilikuwa ni fake ama imekuwaje? Amna, hazikuwa ni fake, zilikuwa ni zenyewe, lakini sasa unajua cheni ukivaa sana muda mrefu lazima Kwa baada ya kuchuja umerudisha. No fake details, you see this one? It's how much? Thank you so much. Maliza naye, mkeo kashajifungua? Bado anajifungua siku za karibuni. Sawa, hongera sana.